Namshukuru Mungu aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutupa wakati wa kusikiliza kutoka kwake kwa njia hii ya neno lake kwenye Biblia. Naamini kwamba utayari wa kulisikia neno hili unalo, ndiposa umejumuika nami sasa hivi. Tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Waamuzi, nacho ndicho tuendelea nacho sasa hivi. Somo letu li kwenye sura ya 3 kuanzia aya ya 12 hadi sura ya 4 aya ya 24. Ninalohitaji ufahamu ni kwamba kwa sababu ya muda haitawezekana kusoma maandiko yote, hivyo ni muhimu kwako kuendelea kusoma kitabu hiki cha Waamuzi kusudi uenende pamoja nami hatua baada ya nyingine jinsi ninavyokufundisha. Kwenye aya ya 12 hadi 15 neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki cha Waamuzi: basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana, naye Bwana akamtia nguvu Egloni mfalme wa Moabu juu ya Israeli, kwa sababu walikuwa wameyafanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Huyo Egloni akakutanisha kwake wana wa Amoni na Amaleki, akaenda na kuwapiga Israeli, nao wakauchukua huo mji wa mitende. Wana wa Israeli walimtumikia Egloni mfalme wa Moabu muda wa miaka 18. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, Bwana akawainulia mwokozi, Ehudi mwana wa Gera Mbenyamini, mtu aliyekuwa mwenye shoto, nao wana wa Israeli walimpelekea Egloni mfalme wa Moabu tunu mkononi mwa huyo Ehudi. Jinsi nilivyokuambia kwenye kipindi kilichopita, tuona hapa kwamba kuna ule mviringo wa wana wa Israeli kufanya maovu machoni pake Bwana. Hukumu ya Mungu maishani mwao kwa tendo hilo ilikuwa ni kuwaweka chini ya mikono ya watesi wao, nao walipotoa kilio chao na toba yao, ndipo Mungu alimtuma mkombozi atakayewaokoa tokana na mkono wa watesi wao. Hili tulisomalo kwenye sehemu hii tuona kwamba lahusu yule Ehudi, mwamuzi wa 3 katika Israeli. Mungu alimuinua mtu huyu ili kuwakomboa wana wa Israeli katika utumwa wao kwa huyo mfalme wa Moabu aitwaye Egloni. Jinsi ilivyo, mwanadamu anayo udhaifu wake, ila Mungu huwatumia wanadamu, haidhuru udhaifu huo. Sifa aliyonayo mtu huyu ni kwamba alimuua Egloni mfalme wa Moabu, na kwa njia hiyo kuwakomboa wana wa Israeli toka kwenye utumwa wao kwa Moabu. Mungu hutumia njia yoyote ile kutimiza kusudi lake jema, hasa kwa wale awapendao. Kwa tendo hili la Ehudi, maelfu ya maisha ya watu yaliokolewa. Huyu mtu ashuhudiwa kuwa alitumia mkono wa kushoto, na kwa huo alificha upanga na kumuua huyo mfalme. Katika hili, ndugu msikilizaji, na kuhimiza ujitolee kwa Mungu, naye atakutumia kama chombo chake kwa sifa na utukufu wa jina lake. Tunapoendelea kwenye aya ya 16 hadi 23, neno la Mungu latuambia hivi: Ehudi alijifanyia upanga uliokuwa na makali kuwili, urefu wake ulipata dhiraa moja, akaufunga huo upanga ndani ya nguo yake katika paja lake la mkono wa kuume. Kisha akamsongezea Egloni mfalme wa Moabu hiyo tunu. Basi Egloni alikuwa ni mtu aliyewanda sana, naye hapo alipokuwa amekwisha kuisongeza hiyo tunu, akawapa ruhusa watu hao walioichukua tunu wakaenda zao. Lakini yeye mwenyewe akageuka kutoka huko kwenye sanamu zilizokuwa karibu na Gilgali, akasema, mimi nina ujumbe wa siri kwako wewe, mfalme. Naye akasema, nyamazeni kimya. Watu wote waliokuwa wanasimama karibu naye wakatoka na kumuacha. Basi Ehudi akamwendea, naye alikuwa anaketi peke yake katika chumba chake cha baridi. Ehudi akasema, mimi nina ujumbe utokao kwa Mungu kwako wewe. Basi akainuka katika kiti chake. Ehudi akaunyosha mkono wake wa kushoto, akaushika huo upanga kuutoa hapo katika paja lake la kuume, akamtia tumboni mwake. Hicho kipini nacho kikaingia ndani pamoja na huo upanga mwenyewe, nayo mafuta yakashikamana tena juu ya upanga, kwani hakuutoa tena upanga tumboni, nao ukatokea kwa nyuma. Ndipo Ehudi akatoka nje barazani, akamfungia milango ya hicho chumba na kuifunga kwa ufunguo. Hili lililotendeka, msikilizaji, lilikuwa jambo la ujasiri sana kwa upande wa mtu huyu aitwaye Ehudi. Kwa kuwa alitumia mkono wa kushoto, walinzi walipotafuta iwapo ana silaha waliikosa, maana walitarajia iwe upande wa kushoto, maana watu wengi hutumia mkono wa kuume, hivyo silaha ni lazima kuwa upande wa kushoto.
Ehudi alikuwa katika shughuli yake ya kawaida kumletea huyo mfalme Egloni ushuru wake kutoka kwa wana wa Israeli, ila mpango wake ulikuwa mwingine, yani kuwakomboa wana wa Israeli kwa kumuua huyo mfalme. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, hili ndilo twalipata kwenye aya ya 24 na 25. Hebu sikiliza. Basi alipokuwa amekwisha toka nje, hao watumishi wake wakaenda, wakaona, na tazama, hiyo milango ya chumba ilikuwa imefungwa kwa ufunguo, nao wakasema, hapana budi amejifunika miguu yake ndani ya chumba cha baridi. Wakangoja hata wakatahayari, na tazama, hakuifungua mlango ya chumba. Basi wakatoa ufunguo na kuifungua, na tazama, bwana wao alikuwa ameanguka nchi, naye amekufa. Watumishi wa mfalme walingoja sana nje, wakifikiri kuwa mfalme apumzika katika usingizi. Mwishowe walipofungua mlango, baada ya kutahayari, walimpata bwana wao amekufa. Wakati huo wote Ehudi alikuwa amekimbilia Seira. Hayo ni kwa mujibu wa aya ya 26 inayosema hivi: naye Ehudi alikimbia hapo alipokuwa akingoja, akapita huko kwenye sanamu na kukimbilia Seira. Neno la Mungu, msikilizaji wangu, latuambia yafuatayo kwa habari ya Ehudi kwenye aya ya 27 hadi 30. Ikawa hapo alipofika akapiga tarumbeta katika nchi ya vilima ya Efraimu, ndipo wana wa Israeli wakatelemka pamoja naye kutoka huko milimani, naye akawatangulia. Akawaambia, niandameni mimi, kwa kuwa Bwana amewatia adui zenu wa Moabi mikononi mwenu. Basi wakatelemka na kumfuata, wakavishika vivuko vya Yordani kinyume cha Wamoabi, wala hawakumwacha mtu kuvuka. Wakati huo wakapiga katika Wamoabi watu waume wapata kama 10,000, ambao wote walikuwa wanene na wote mashujaa, hakupona hata mtu mmoja. Basi Moabu alishindwa siku hiyo chini ya mikono ya Israeli, nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 80. Ndugu msikilizaji, kulingana na hili tulisomalo hapa, tuona kwamba si lazima uwe katika hali fulani ya kipekee ndipo Mungu akutumie kama chombo mkononi mwake. Sifa ya pekee unayohitaji kuwa nayo kwanza ni imani yako kwa Mungu katika mwana wake Yesu Kristo. Hilo tu latosha kutumikia mapenzi ya Mungu katika kusudi lake maishani mwako na maisha ya watu wengi, jinsi ilivyokuwa kwa Ehudi. Katika historia yetu tunaona kwamba kuna watu wengi waliotumiwa na Mungu kubadili vizazi vyao na kutenda makuu kwa sababu walijitolea kwa Mungu kwa moyo mkamilifu. Kama ilivyokuwa katika siku za waamuzi kwamba Mungu aliwatumia watu wa kawaida, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 latuambia hivi: Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Mpendwa, hili tulilolisoma latuhimiza kwamba watu wa kawaida wanaoamua kuishi kwa ajili ya Mungu ndio hutumiwa na Mungu kutenda mambo yasiyo ya kawaida, kama ilivyokuwa kwa waamuzi na wengine wengi. Nitakuuliza uyasome maandiko hayo yote kusudi uone jinsi Mungu aliwatumia watu wa kawaida. Sasa twamgeukia mwamuzi wa 3, jina lake ni Shamgari mwana wa Anathi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31, nayo ndiyo ya kumalizia sura ya 3. Sikiliza: tena baada yake huyo alikuwapo Shamgari mwana wa Anathi, aliyepiga katika Wafilisti watu 600 kwa konzo la ng'ombe. Yeye naye aliwaokoa Israeli. Tukutanalo hapa, ndugu msikilizaji, si habari ya mtu huyo, bali silaha aliyotumia kuwapiga adui za Israeli. Mtu huyu alitumia konzo la ng'ombe, maana Waisraeli hawakuwa na silaha kama vile Wakanani walivyokuwa na magari ya chuma na silaha nyinginezo. Hili ni funzo kwetu, hasa wahubiri ambao wamezoea kusema kuwa ni lazima wawe na vyombo vya kisasa na mitindo ya kisawasawa ili kuwafikia watu na ujumbe wa msalaba. Naam, hamna shida katika wazo kama hilo, ila ni lazima tufahamu kuwa si mtindo ndio twahitaji kuzingatia, bali ni ujumbe na aliyeutuma ule ujumbe. Ujumbe msikilizaji, nao ujumbe msikilizaji wangu wa ufahamu, ni Yesu Kristo wa Nazareti, aliyekufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akazikwa na siku ya 3 akafufuka, ili kila amwaminie ahesabiwe haki
kwa imani katika alilotutendea. Twaona kwamba konzo la ng'ombe mkononi mwa huyu aitwaye Shamgari lilipotolewa kwa Mungu lilitumika kwa usawa kabisa na kumletea Mungu utukufu, maana Shamgari aliwakomboa wana wa Israeli kwa kutumia hilo. Mkumbuke Musa na fimbo yake na jiwe katika kombeo ya Daudi, naye Dorkasi kwenye Agano Jipya aliyetumia sindano na uzi tu. Kisha kuna yule kijana aliyekuwa na mikate 5 na samaki chache. Yote hayo yalipotolewa kwa Mungu, matokeo yake yalikuwa ya kimiujiza. Ndivyo ilivyo utakapoweka maisha yako mikononi mwa Mungu. Naam, atakutumia jinsi ulivyo, kwa kuwa hawa watu watatu waliokuwa waamuzi katika Israeli walikuwa wadogo, bali Mungu wao ndiye alikuwa mkubwa, ndiposa walifanya mambo makubwa. Sura ya 4 yatuambia yafuatayo kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3. Hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanaani, aliyetawala huko Hazori, na Sisera aliyekaa katika Haroshethi wa mataifa alikuwa amiri wa jeshi lake. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Baada ya kifo cha Ehudi, Waisraeli walirudia hali yao tena ya kukaidi maagizo ya Mungu kwa kuabudu miungu ya nchi. Bwana aliwaweka katika mikono ya watesi wao, sasa ni katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanani na Sisera aliyekuwa amiri wa jeshi lake. Magari ya vyuma waliokuwa nayo iliwafanya wana wa Israeli wahofu sana, maana hawakuwa na magari kama yale, wala silaha hawakuwa nazo za kupigana na watu waliokuwa na silaha za vyuma. Kwa miaka 20 waliwatawala wana wa Israeli na kuwaonea. Neno la Mungu kwenye aya ya 4 na ya 5 laendelea kutuambia hivi: basi Dibora nabii mkewe Lapidothi ndiye alikuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Dibora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Twambiwa kwenye maandiko haya, ndugu yangu, ya kwamba kulikuwepo huyu Debora, naye ni mama katika Israeli, tena ni nabii mke na mwamuzi. Mumewe jina lake ni Lapidothi. Huyu aliinuliwa na Mungu ili kuongoza Israeli wakati huo na kuwafanyia maamuzi, kazi iliyomtinga sana. Kwenye aya ya 6 hadi 8 neno latuambia hivi: huyo akatuma mtu akamwita Baraka wa Abinoamu toka Kadesh Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa Naftali na wana wa Zabuloni? Nami nitakuvutia Sisera amiri wa jeshi lake Yabini hata mto wa Kishoni, pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami, mimi siendi. Bila shaka, msikilizaji wangu, jemedari huyu hakuwa akifanya kazi yake kama alivyostahili. Iwapo kuna jemedari aliyekuwa muoga, ni huyu aitwaye Baraka. Ilimpasa kuwa vitani, lakini alimtaka Dibora awe pamoja naye. Hii ni licha ya neno la Mungu kwake kwamba ushindi tayari anao. Baraka aliona kuwa nabii huyu akienda naye, basi ushindi utakuwa wake pia. Kwa sababu hiyo Mungu alimtumia mwanamke wakati huo, siku hiyo. Kisha aya ya 9 yatuambia hivi: basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Dibora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedeshi. Kulingana na ombi la Baraka, Dibora alimwambia kuwa ataenda naye, ila sifa ya vita itakuwa kwa mwanamke. Nabii huyu aliwatakia watu wake ukombozi, naye akamwagiza Baraka kwa neno la Mungu kuunda jeshi ili watekeleze kusudi la Mungu wakati huo dhidi ya adui aliyewaonea. Mungu aliwapa ushindi. Hebu tutelemke hadi aya ya 16 tuone hilo lililoko. Neno la Mungu lasema hivi: lakini Baraka akayafutia magari na jeshi hata Haroshethi wa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga,
hakusalia hata mtu mmoja. Ndugu msikilizaji, lile tunaloliona hapa ni utimilifu wa hilo alilonena Mungu kwa mtu huyu, kwamba atamtoa Sisera mikononi mwake. Huyo Sisera, amiri jeshi wa jeshi la Yabini, twaambiwa habari zake kama ifuatavyo kwenye aya ya 17: lakini Sisera akakimbia kwa miguu, akaifikilia hema ya Yaeli mkewe Heberi Mkeni, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Hazori na nyumba ya Heberi Mkeni. Neno la Mungu kwenye sehemu hii ya maandiko yatujulisha kwa mwanamke mmoja, naye alikuwa mtu wa mataifa. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 18 hadi 24. Neno la Mungu lasema hivi: Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Akakaribia kwake hemani, naye akamfunika kwa bushuti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa, akampa kunywa, akamfunika. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yote akija na kukuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Heberi akatwaa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia, akafa. Na tazama, Baraka alipokuwa akimfuatia Sisera, Yaeli akatoka ili kumlaki. Akamwambia, njoo nami nitakuonyesha yule mtu unayemtafuta. Basi akamwendea, na tazama, Sisera amelala humo, amekufa, na hicho kigingi kilikuwa kipajani mwake. Basi hivyo Mungu akamshinda Yabini mfalme wa Kanani mbele ya wana wa Israeli siku hiyo. Mkono wa wana wa Israeli ukazidi kupata nguvu juu ya Yabini mfalme wa Kanani, hata walipokuwa wamemwangamiza Yabini mfalme wa Kanani. Hili alilotenda Sisera, ndugu msikilizaji, ilikuwa kwa lengo ya kuokoa maisha yake, kwani jeshi lake lote, kulingana na maandiko, lilikuwa limeanguka kwa ukali wa upanga wa Baraka. Tulionalo hapa ni kwamba wale Wakanani hawakuwa wamewadhulumu Wakeni. Sisera aliamini kwamba atakuwa salama miongoni mwao kwa sababu ya agano lililokuwepo kati ya Yabini mfalme wa Kanani na huyo Heberi Mkeni. Alipokuwa akikimbia, alifikia hema ya Heberi, na mkewe Yaeli ndiye alimpokea na kumwonyesha wema kwa kumkaribisha. Hilo lilimfanya aamini kwamba yu salama, naye alipotulia akalala. Hapo ndipo Yaeli alitwaa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake na kukitia katika kipaji chake, hata kikaingia mchangani. Kwa jinsi hiyo Mungu aliwapa Waisraeli ushindi na ukombozi mkuu. Ndugu yangu, matendo ya Mungu yapita fahamu zetu, wala hakuna awezaye kujua njia zake, bali yote atendayo Mungu ni kwa ajili ya utukufu wake na wema wake kwetu sisi. Hili ni funzo kwetu kwamba lolote atuagizalo Mungu kutenda maishani mwetu ni vyema kumtii, maana atutakia mema siku zote. Hivyo ndivyo anena kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari ule wa 11. Iwapo utalishikilia neno la Mungu na kutenda kama vile akuagizavyo, basi utaishi maisha ya ushindi daima, maana hakuna lolote litakaloweza kukushinda, kwa kuwa Mungu akiwa upande wako, ni nani awezaye kuwa juu yako? Mpendwa, lisome neno hili la Mungu, litie katika moyo wako, tenda kulingana na hilo neno, nawe utasitawi, utafanikiwa, utakuwa mshindi katika maisha yako. Je, ni lipi unalohitaji maishani mwako sasa hivi? Geukia neno la Mungu, utafute neno la Mungu lasema nini kuhusu hilo unalohitaji sasa hivi, nawe litii neno hilo, nawe utaona jinsi Mungu atakutendea. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba wetu tena Mungu uishie milele, asante kwa kuwa leo hii tumejifunza mambo makuu, kwamba twahitaji kulitii neno lako hata inapoonekana kwamba sisi ni dhaifu. Bwana, twajua kwamba kuna mengi yanayotutia hofu, lakini tumefahamu kuwa unapokuwa pamoja nasi haitupasi kuhofu lolote, bali twahitaji kutenda kulingana na mapenzi yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, kutokana na haya ambayo tumejifunza, ya kuwa
utamsaidia kulishika neno lako na kutenda kulingana na neno hili, ili apate kuona wema wako katika nchi ya walio hai, kama vile ulivyowatendea mema wana wa Israeli walipokulilia na kuziacha njia zao mbaya na kukurudia. Ndivyo itakavyokuwa kwa ndugu yangu msikilizaji, maana amelisikia neno lako, naye yu tayari kutenda kulingana na neno hili, kwa kuwa utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu msikilizaji, katika kila hali ni wazi kwamba iwapo wahitaji ushindi maishani mwako, hauhitaji kufanya hatua 2 au 3, bali wahitaji kulitii neno la Mungu. Hili ni wazi kabisa, kwa kuwa wana wa Israeli walipokuwa chini ya watesi wao, mara walipomlilia Bwana, walipopaza sauti zao kwake Bwana na kutubu dhambi zao, Mungu aliwatumia mkombozi. Mungu atatuma mkombozi juu ya maisha yako, atatuma ukombozi kwako iwapo utamlilia na kuziacha njia zako mbaya. Lile ambalo limekuwa likikutinga sana maishani, lile ambalo limekuwa likikufinyilia, unapoinua macho yako kwa Mungu na kumlilia Mungu na kuahidi kwamba Mungu atakutendea, kwa sababu Mungu apendezwa kukutenda mema, kwa kuwa yeye aliyemtoa mwana wake wa pekee, je, hawezi kutupa vyote tunavyohitaji katika maisha haya? Atatupa, kwa sababu mwana wake alimtoa kwa ajili yetu. Hivyo haiwezekani kutufungia lolote lililo jema kwa ajili yetu. Ishi kwa tumaini hilo, nawe utaona mibaraka za Mungu, kwa kuwa Mungu amekusudia kukubariki unapolifuata neno lake. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuone lile ambalo Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.